Tutoe sadaka, rehema tutaipata. Usiku tumke tuswali, tumuombe Jalali, atuepushe na mitihani, azizidishe zetu imani. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Razak. Ewe Mola wetu mjuzi wa yote, tujalie neema zako kwenye mwezi huu wa Ramadhan, mwezi wa neema Ramadhan. Tufanye mema Ramadhan, tuvune mema Ramadhan, Ramadhan, Ya 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 Ramadhan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. So makbul Ramadhan karim. Darasa letu leo tunahusu Lailatul Qadr. Kama mnavyojua, hili ni kumi la mwisho na lina fadhila zake nyingi. Sasa ningependa kuwafahamisha kuhusu hii Lailatul Qadr. Lailatul Qadr iko katika hili kumi la mwisho, lakini hatujui ni siku gani, lakini iko katika hili kumi la mwisho. Sasa ningependa kuwaomba tuamkeni, tujitahidi kusoma Qur'an na tuzidishe swala kwa wengi inshallah. Assalamu alaikum. Amina wa Ramadhan karim. Hivi dadangu, mimi nilikuwa natarajia kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Utabadilika, utavaa vizuri, ujiheshimu, ujihifadhi, mtoto wa kike, mtoto wa Kiislamu wewe. Auone uko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ama vazi unatukanisha huu mwezi dadangu. Samahani kaka. Nadhani leo ni Jumanne. Na hizi miezi mingine haina Jumanne. Hata kama dadangu, lakini jistiri, wewe ni mtoto wa Kiislamu. Angalia mavazi uliovaa. Wajitukanisha ndugu yangu. Jieleze. Niambie kama wataka futari mpaka dawa. Subhanallah. Astaghfirullah. Ya Ramadhan, 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 Ya Ramadhan. Basi kama Ramadhani ndo atukutane. Bana mpenzi wangu, kumbukeni mtoto wa shule na mimi pia ni mtoto wa shule. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, muda huo ni mchache sana. Huwezi kukutana, utatamatisha bure, karibu somo yangu na yako pia. Tuweza kukutana usiku. Wazazi wako watakubali? Mchaga nenda tarawih kisha tutakutana. Sawa basi. Leo tutani. Hapana, kwa sikukuu. Ya Ramadhan, Ya Ramadhan, Ya Ramadhan, Ya Ramadhan. Asalamu alaykum dadangu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ustaz. Umefunga kweli leo ama wewe? Leo nina sijafunga. Sijafunga ndio kusema kwa nini sijafunga. Napata kudanganya pia sijafunga. Nina la dharura leo. Majina ni Plasma, binti ya Sama. Leo kama maadili ya Kiislamu. Umenielewa ustaz? Wa Kiislamu. Asma binti Usman. Mtoto wa Kiislamu, mbona uendani kabisa na ulivyovaa? Wajua kama maadili yetu ya Kiislamu yanatufunza tuwe watu bora, tuwe vizuri, tujistiri. Sasa mimi nakushauri dadangu, rudia Mola wako. Hiyo maneno ustaz umeniambia, nimekuelewa na nitarekebisha makosa yangu. Nitarudi kuisha maadili. Kwa hiyo nimeteleza kidogo, lakini umeniambia
Kwa ushauri wako mimi nitarudi. Astaghfirullah. Mwenyewe ustadhi, maalim, unatupa darasa msikitini. Mchana kweupe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usiniambie sivyo unavyofikiria. Ustadhi unaweza kufanya vitu kama hivi. Sasa fanya hivi. Mimi nitaelezea watu kwamba wewe unasimama vichochoroni na wanawake ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tena mchana kweupe. Alafu wewe binti wewe. Wewe binti ni kama unalana wewe. Mara ngapi nimekufa? Angalia vile si mara ya kwanza, mara ngapi? Mimi ninalana ustadhi, hebu mwambie huyu. Asalamu alaykum. Sitaki salamu zako za kinafiki. Usinisalimie mimi. Alafu wewe msichana. Wewe binti wewe. Angalia vile baba. Yaani hata muendani mavazi yako muendani kabisa. Sasa hivi ndio kunipa mawaidha, muongeleshe huyu. Ustazi, sivyo unavyofikiria. Sivyo ninavyofikiria, aniambie nini? Wewe binti tuliazia hapo kama maji ya mtungini. Sivyo ninavyofikiria, nafikiria nini? Umesimama kichochoroni hapa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alafu unatupa mawaidha. Wewe. Real Manchester wangu. Fanya hivi. Hakuna nasaa za vichochoroni na huyu binti. Mimi nitakisha kwamba naambia watu wote wa minyote nawaambia. Kuanzia leo na kuanzia sasa hivi. Nisikuone unapanda pale mbele ya kibla unatuswalisha. Mpuuzi mkubwa wewe. Alafu wewe dada, mara ngapi mimi nikikukana? Nimefanya nini tena? Na mavazi yako kijinga mwangalia shwai mkubwa wewe. Wewe, namalizana na wewe nakwambia. Nisikuone tena unapanda pale kwenye kibla unatuswalisha. Jinga, Real Manchester United kufunga mabado vyote. Kudhalilishana nini wewe? Unadhalilisha tunale wewe. Alafu mwambie yule msichana anajampasua kichwa. Wajinga wawili. Sana mimi. Ya Ramadan. Runs on the track. Ya Ramadan, 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 Ya Ramadan. Hara! Sifuturu na haya tena mwanangu, sifuturu na haya mwanangu. Wajua bwa mdogo fanya heshima. Dongeleo tailo. Unaongeza sifuturu na haya mwanangu. Mwanangu. Ukifuna kuba zako jifundishe heshima. Umeona swali? Swali lini? Ni pale kama haribi. Swali zangu za Ramadhani tu mwenyewe. Utaniambia nini? Wewe kwanza kupiga. Eh? Nimeitikia wito Sheikh. Umefanya vizuri sana kutikia wito. Kwa sababu juzi kaja kiongozi wetu wa mtaa huyu Abi huyu. Kanipatia mashtaka kuhusu wewe. Ulifanya nini huko? Naam. Mimi Sheikh Abdi juzi au kiongozi Abdi juzi aliniona pale njiani na binti Asma binti Osman, unamjua? Ndio namfahamu. Nilikuwa na huyo na mnasihi kuhusiana na mavazi yake alivyovaa, na ukiangalia pia tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mavazi yake yale kama unayojua. Lakini sasa ustadhi, unamnasihi mwezi mtukufu wa Ramadhani vichakani kweli? Hiyo inakuingia akilini? Hapana Sheikh, haikuwa vichakani. Ilikuwa barabarani peupe, mimi na yeye. Kama alivyokuwa. Haikuwa vichakani wakati Sheikh Abdi hapa kaja hapa na ananielezea nataka kulia kabisa, nasema huu ustadhi wako mpaka amekasirika, anasema wewe usitoe mawaidha tena pale msikitini. Abdi mimi aliponiona na ule msichana anampatia mawaidha, hakutaka kusikiliza nini wala nini, akaniwakia tayari. Lakini mawaidha njiani huko vichakani? Shekhe, njiani hakukuwa na kitu kibaya. Namuogopa Mungu pia mimi Sheikh. Ulikuwa unamnasihi njiani? Njiani. Sasa kama umeniambia hivyo, wewe uko unafanya mambo mengine, najua nitafanyaje.
Sawa. Wewe usikuwe na wasiwasi. Sawa shekhe, lakini ndivyo nilivyokuambia. Haina shida. Sawa, nakuacha. Karibu. Uwe mkweli basi. Ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan. Kwanza na viganja mara 3, alafu waja kwenye pua na mdomo mara 3 kwa pamoja. Alafu waja kwenye uso mara 3. Haya. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Mashallah, ni Asma wewe. Mimi huyo. Mashallah, sasa hivi unaona ameacha yale mambo yake ya vituko amejistiri vizuri mashallah. Hivyo ndio Mwenyezi Mungu akujalie inshallah. Amen. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ama baada ya bismi na himdi na swala na salamu na kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama tunavyojua huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mwezi mtukufu wa Ramadhani tuna makumi matatu. 10 la kwanza rehma, la pili maghfira, na la tatu Lailatul Qadr. 10 la Lailatul Qadr lina mambo mengi. Lina usiku wa cheo ama usiku wa nuru. Na sura inasema Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Huu usiku wa cheo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu, huyu ustadhi sitaki kumwona hapo kwenye mimbari. Na niko na sababu na niko na ushahidi wote wa mambo bwana yafanya. Unakumbuka ile siku niliyokuambia? Waumini wa Kiislamu, hatutakaa hapa ili huyu ustadhi atupotoshe na mawaidha yake. Huyu bwana ni mzandiki mkubwa sana. Huyu bwana ni kwanza toka shaka. Huyu bwana ni mzinifu mkubwa. Unakumbuka ile siku kwa kuona leta astaghfirullah nini? Astaghfirullah, wewe ambaye umekuja kusimama kwenye mimbar unahutubia Uislamu. Muogope Mungu. Wewe ndio muogope Mungu kwanza. Muogope Mungu kwanza wewe. Unakuja kwa adabu Uislamu. Waislamu kwanza leo. Yule ustadhi asije tena hapa kwenye mimbar. Afadhali tutafuta ustadhi mwingine. Sheikh yuko pale amekaa huyo anakuja kutoa adabu hapa. Ndani mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haiwezekani. Huyu asipite tena hapa ndugu zangu Waislamu. Sheikh mwingine labda aje lakini si huyu. Ya Ramadan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema shekhe wetu kwamba tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa mwisho unatuondokea, ila kuna baadhi ya mambo inafaa tuyaache kama sisi Waislamu, ndugu zangu Waislamu, kwa sababu Mtume anasema katika hadithi yake, yakum wa dhanna, jiepukeni hii dhana ama jiepusheni na hii dhana, huku kudhania watu. Fa inna dhanna, hakika ya hii dhana, huku kudhania mtu, akdhabul hadith, ni urongo wa maneno. Ndugu zangu Waislamu, wewe umesikia fulani kafanya hivi, wewe tayari unasema kafanya nini, kafanya vile, kafanya hivi. Umesikia fulani kaambiwa hivi, huyu kafanya hivi, tayari unayabeba. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakataza hii dhana, na hii dhana hukumu yake ni kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, naona saa hii muda umeenda, na ni kama desturi yetu ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kila baada ya swala huwa tuko na darasa. Sasa ndugu zangu Waislamu, acha tuswali kwanza, alafu tutaendelea na hii darasa. Na kile ambacho kimetokea hapa, ndugu zangu Waislamu, naomba mtuwe radhi. Sisi kama viongozi wa msikiti, sisi kama maimamu, tutakwenda kukaa na kamati ya msikiti
kisha tutawasawazisha hili inshallah.